askofu, shetani haogopi huyu sijui ni mtume, shetani haogopi hayo. Anaogopa mtu aliyesimama vizuri na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Anamuogopa mtu aliyesimama vizuri na Mungu. Mtu aliyesimama vizuri na Mungu, hata kama atakutana na changamoto za namna gani, hawezi kuteteleka kwa sababu anamjua Mungu ambaye yuko naye ndani. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ukijua ya kwamba una mamlaka za kimungu, huwezi haleluya. Ukisoma kitabu cha Luka 10:19 anasemaje? Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Bwana Yesu asifiwe. Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge, na nguvu za yule adui hakuna kitu kitakachowadhuru. Hii ni mamlaka ya kimungu tuliopewa. Sasa ikiwa una mamlaka, kwa nini makwazo yanakuja mbele yako kukufanya ushindwe kufikia hatima? Mungu atusaidie. Haleluya, watu wa Mungu. Ifike mahali tujue nafasi zetu. Ifike mahali tujue ni namna gani tunaweza kusimama na Mungu. Ifike mahali tujue ni namna gani tunaweza kutembea na Mungu katika dunia yenye mambo mengi. Ni kweli kuna mitego, ni kweli kuna mambo mengi, ni kweli kuna vita, lakini ikiwa una mamlaka za kimungu, mabaya hawezi kukupata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Jambo lingine la kutambua ni kwamba tuna mamlaka na nguvu hizi pale tu tunapokubali Yesu atuongoze kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana umejikabidhi mbele za Mungu, umejiachilia. Ndiyo maana tunasisitizwa jamani, wokovu ni sasa. Dunia ina mambo mengi, changamoto ni nyingi, makwazo ni mengi. Kaa upande wa Mungu, kaa upande wa Kristo ili uweze kumwona Mungu akikuinua. Hivi kuna mtu ambaye hana malengo, anatamani kuona anakwama kwenye maisha yake? Yupo mtu wa aina hiyo? Halo? Yaani yupo mtu ambaye anataka aishi katika mikosi tu? Yupo mtu ambaye anatamani aishi katika makwazo tu? Yupo mtu wa aina hiyo, watu wa Mungu? Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kumbe tunatakiwa kuishi chini ya maongozi yake. Tukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwamba peke yangu siwezi, naanza hii biashara. Naomba uniambie Baba, nipiteje, nifanyeje? Nahitaji kuingia kwenye hii ndoa, niongoze, nifanyeje? Nahitaji kufanya jambo fulani, naomba unisaidie. Tukubali kuongozwa na Roho wa Mungu, tukubali kuongozwa na Kristo. Tukikubali kuongozwa na watu kwenye ufahamu zetu, hatutafikia hatima wala malengo yetu, kwa sababu watu nao wanatumika. Halo? Watu nao wanatumika. Kwa hivyo tunahitaji kukaa karibu na Mungu na kukubali atuongoze. Anapokuongoza akikwambia acha hili, acha. Anapokuongoza akikwambia fanya hili, fanya, katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe umejiweka mbali na Mungu, unawezaje kufikia kusudi la Mungu? Ni ngumu. Mungu atusaidie. Tunahitaji kuongozwa na yeye ili tuweze kufikia kusudi la Mungu. Kubali kuongozwa na Yesu. Ukikubali kuongozwa na Yesu, kila kitu kitaenda sawa, kwa sababu yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Haleluya. Njia ya kweli na uzima, anatuambia hivyo. Yeyote anayeenda kwake hawezi kumtupa nje kamwe, hawezi. Hata unapokosea, njia ya Yesu ni nzuri, atakuelekeza kwa upole, atakuelekeza namna gani utengeneze mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na jambo lingine la tatu, ukumbuke tu ya kwamba tunayo mamlaka katika jina la Yesu. Ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 14, naomba mwenye Biblia asome Yohana 14 mstari wa 14. Nitaisoma. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema, mkiniomba neno lolote kwa jina langu
unalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka katika jina la Yesu. Yaani wewe unakuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote, kufanya kitu chochote kwa jina la Yesu, kwa sababu lina nguvu na linaweza kufanya jambo lolote. Tumeambiwa hapo kwamba tukiomba neno lolote kwa jina lake, basi yeye anafanya. Kwa hivyo tunahitaji kukaa katika mamlaka ya jina la Yesu ili tuweze kuona mambo yanafikia hatima zetu. Yanakwama kwa sababu hatujui hata tunaombaje. Yaani hujui hata unamuomba Mungu kwa namna gani. Yaani ni kweli uko kwenye shida, ni kweli uko katika changamoto, lakini haujui unaombaje. Yako maombi ya aina nyingi, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yako maombi ya namna nyingi. Angalia Daudi alipokuwa, kuna mahali aliomba kwa kupigana vita, kuna mahali aliomba kwa kulia machozi, kuna mahali aliomba kwa mamlaka kupitia jina la Yesu. Na wewe omba, tumepewa mamlaka katika jina. Yaani hauhitaji hata kitu kigumu. Yaani hauhitaji hata kuingia gharama kutafuta vitu ambavyo vinaweza kukusaidia ili uweze kupata hatima yako. Haihitaji nguvu yoyote. Yaani unahitaji kutumia jina la Yesu tu. Haleluya. Na Yesu ni mwaminifu, anasema kwamba analiangalia neno ili alitimize. Sasa anapoangalia ahadi zake alizozisema, amesema ukiomba neno lote kwa jina la Yesu, si anafanya? Maana hapendi kuonekana muongo, na Yesu muongo, tumeambiwa hivyo. Yeye ni mkweli. Sasa kama ni mkweli, ukirudi mbele za Mungu katika shida yako mwenyewe, umejiwekea maombi yako, wiki hii na muomba Mungu kwa jina la Yesu mpaka nione hatima yangu inafikia mwisho, itashindikana? Mkifika makanisani mmesinzia, mkitoka hamna kitu kinachoingia kichwani, unabaki pale pale kwenye changamoto yako. Neno linahubiriwa kila siku, uelewi, masikio mazito, uko bize na mambo mengine ya ajabu. Mungu atusaidie, watu wa Mungu. Ifike mahali tutambue mamlaka ambayo tumepewa. Tunayo mamlaka ya kila namna kupitia jina la Yesu. Anasema mkiniomba neno lote kwa jina langu nitafanya. Sasa unaona kitu kilichotangulia hapa ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kimetangulia maombi, sio jina tu la Yesu. Maanake mkiomba, ingia kwenye maombi, unaona mambo hayaendi, upo tu. Unaona makwamo mengi, huna habari na maombi. Lakini kuna wenzako shida hiyo hiyo, waliingia kwenye maombi, Mungu akawajibu. Wewe unaogopa kuingia kwenye maombi ya kufunga kwa sababu unaona ni kama kitu utakufa. Mwingine anaona kama ndo nafariki sasa, yani unaliona jeneza linakukaribia, sijui unaanza kumuona nani yule huwa wanasema mtoa roho, nani Israeli mtoa roho. Yaani mwingine anasema kuna mtu mmoja sikumbuki ni nani alikuwa ananisimulia, nilimuona Israeli mtoa roho ananikaribia. Nikamwambia wewe, Mungu atusaidie. Haleluya. Huwezi kushinda kwa kuendekeza baadhi ya mambo. Ufalme wa Mungu unatekwa na vitu vyenye nguvu. Yesu mwenyewe alisema kuna mambo hayatoki ila kwa kuomba na nini? Na kufunga. Tunahitaji maombi. Tunaombaje? Yako maombi ya aina nyingi. Kuna maombi ya kufunga, kuna maombi ya kulia mbele za Mungu, kuna maombi ya kujitoa, kuna maombi ya nadhiri, kuna maombi ya kila namna. Lakini lazima ujitoe kuingia kwenye gharama, kwa sababu shetani ana hasira. Hivi hamjawahi kuona jinsi gani shetani anakamilisha mambo yake na yanakamilika? Anapokuwekea mtego, umewahi kuona? Yuko lazi maajenti zake waue hata wazazi wao ili mradi tu atimilize mabaya yao aliyoyapanga kwa mtu. Halafu wewe unaleta mchezo. Huna hata muda wa kujitoa hata kwa maombi ya kufunga, halafu unataka mambo makubwa. Haiwezekani, watu wa Mungu. Mungu atusaidie, fike mahali tujitoe kwa Mungu. Tuamue, tujue kwamba tunayepambana naye sio mnyonge, tunayepambana naye sio mtoto mdogo, tunayepambana naye ana nguvu na ni roho kamili ya kuzimu. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe.
Na jambo lingine la kutambua ni kwamba tunazo funguo za ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazo funguo za ufalme wa Mungu. Ukisoma Mathayo 16 mstari wa 19, neno la Mungu linasema, Mathayo 16 mstari wa 19, nitasoma. Neno la Mungu linasema, haleluya, nami nitakupa wewe funguo za ufalme. Haleluya. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme, funguo za ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu. Tumepewa, watu wa Mungu, tumepewa funguo za ufalme wa Mungu. Hii ni mamlaka kubwa. Sasa kama kweli unajiamini unazo funguo za ufalme wa mbinguni, na umeambiwa lolote utakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa, mbona mambo hayafungiki? Bado mambo yanakuwa mengi. Hujajua kusimama kwenye nafasi yako. Tumia mamlaka vizuri, watu wa Mungu, tumia nafasi yako vizuri. Tumia kibali ambacho Mungu amekupa na neema vizuri. Funguo unaweza kufungua popote na unaweza kufunga. Umepewa funguo za ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sijui tunaelewana, watu wa Mungu? Sasa inawezekanaje bado ukakaa kwenye mambo mengi? Unakaa kwenye vifungo kwa nini? Unakaa kwenye machangamoto kwa nini? Unaruhusu shetani anapata mlango kukusumbua, kukufanya uteseke, kukufanya upite hatua fulani ambazo kiukweli ni nia ni kukuangusha. Leo usikubali. Bwana Yesu asifiwe. Leo usikubali. Amua kuchukua mamlaka mpya. Amua kuchukua kusudi jipya. Amua kutembea na Mungu kwa upya. Wangapi tuko tayari kuchukua hatua? Wangapi tuko tayari kuinuka? Amen. Mungu atusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati unasimama, natamani kuona Mungu akitugusa kwenye maisha yetu. Natamani kuona Mungu akitutendea mambo makubwa kwenye maisha yetu. Natamani kuona yale makusudi ya muovu yasipate nafasi tena kwenye maisha yetu. Ile mipango mibaya ya shetani isipate nafasi kwetu. Mipango mibaya ya shetani isipate nafasi kwenye nyumba zetu, isipate nafasi kwenye kazi zetu, isipate nafasi kwenye biashara zetu. Mipango mibaya ya shetani